Nikasema nitakapokutana na wananchi popote, whether ni Nyasa ama popote, nitawaambia na kuwasisitiza, wanawake wa siku hizi hatuko kama mama zetu. Wanawake wa siku hizi vijiwe na stories za mtaani ni njema sana kuliko kuangalia watoto, kuliko kuhudumia watoto na waume zetu. Ukichanga lile kopo, mtoto akanywa hata kikombe cha uji shuleni, itamsaidia. Lakini huoni uchungu, watoto wanapanga foleni, kwenye foleni wanakunywa vikombe uji, mtoto wako amesimama pembeni anaangalia hivi, mate yanamtoka, unahisi anajisikiaje? Wote tumewahi kuwa watoto. Unapotamani kitu ukaona mwenzako anakila, wewe unajisikiaje? Wanawake mmewahi kuwa wajawazito. Ukiwa mjamzito unatamani vitu vichache. Ukiona mtu hata anakula embe unatamani umnyakue. Nyie wanawake wajawazito mnaonaga aibu kuomba embe? Mimba zikiwa tamu mnaonaga aibu? Ukiona limao hata kwenye mti wa mtu huibi, tunaiba. Mtoto inakuwaje? Mtoto anakuwa na hali kama mwanamke mjamzito anapokuwa naona mtu anakula chakula na yeye anatamani. Nikasema lazima tuwape watoto wetu chakula. Tuchange chakula, kopo kila ambacho tunatakiwa tupeleke shuleni. Kama mtoto harudi kunywa chai nyumbani, ale shuleni. Na kama ni utaratibu watoto wote wanakula shuleni, eti Nyasa peke yake, kata zote 14 za wilaya ya halmashauri ya Masasi, watoto wanapata chakula shuleni, eti Nyasa peke yake ndio wazazi hawataki, wanasema nyumbani kwangu ni karibu, mtoto atarudi anywe uji, atarudi ale chakula cha mchana, atarudi ale chakula cha usiku. Kweli hayo tuna uhakika gani sisi? Kuna mambo ukifanya mema mbingu tu malaika watakupigia nini? Kura, ulisimamia hilo jambo. Sitaki kuona mtoto anakufa kuna njaa. Eti katika wilaya ya Masasi kuna utapiamlo, sitaki kusikia. Masasi yenye korosho, Masasi yenye karanga, Masasi yenye ufuta, hapatikani mtoto ana utapiamlo. Kweli? Hakuna zao ambalo halipatikani katika mji huu wa Masasi. Mungu ametubariki sana.